enda huku nikiifanya kazi ya Yesu. Natamani mali zangu, natamani gari yangu, natamani simu yangu, natamani nyumba yangu, natamani maisha yangu yaende huku yakimtangaza Yesu, yaende huku yakifanya kazi ya Yesu. Natamani, lakini pia sitamani tu niifanye kazi hii halafu niwe mtu wa ukataliwa. Natamani Yesu Kristo aweke tabia yake ndani yangu, anipatie tunda la Roho, Kama ni shauku yako, wakati tunatafakari wimbo ambao kwaya inaimba, basi utasimama juu. Wakati wengine wamekaa, unatafakari wimbo, utasimama juu. Muda nao hautoshi kuyafanya yale ambayo sio muda tena wa kuposti pendwa, ni muda wa kuposti neno la wamjue Yesu. Muda tulionao Kama ni shauku yao kubatizwa, simama juu. Ni shauku yako leo batizwa, simama juu. Ni shauku yako kubatizwa, piga hatua kuja mbele. Tusimame kwenye kivuli cha hema hili hapa, njoo hapa. Alishamaliza
Jamani, Bwana asifiwe. Hapo ulipokaa, je, kuna ugumu wowote katika maisha yako unaokunyima raha? Kuna ugumu wowote katika maisha yako unaofanya ndoa yako iumbe? Kuna ugumu katika maisha yako unaokufanya usiwe na amani? Kama kuna ugumu wowote kwenye maisha yako ambao unakufanya ukose kabisa amani, sometimes unakosa tumaini, hauoni nuru mbele yako, unaona mlima mzito mbele yako, unaona giza nene, giza tu, na unasema leo, Mungu nisaidie nione nuru, niwe na amani. Unaweza kusimama juu. Hakuna ugumu ambao unamshinda Mungu. Hakuna ugumu ambao unamshinda Mungu. Haupo. Je, katikati yako ukijipeleleza vizuri, ukijiangalia mitandao yako ya kijamii, mimbali iliyo mkononi mwako, unaitumia kwa haki? Karama na talanta ambazo Mungu ameweka ndani yako, unatumia vizuri? Ukijipeleleza vizuri, je, kuna mahali popote ambapo umezama kwenye mambo ya kidunia kweli kweli? Umezama kwenye tamthilia kweli kweli? Umezama katika mpira kweli kweli? Umezama kwenye mambo ya duniani? We ni mtu wa sherehe, unapenda mno sherehe, haupitwi na sherehe. Umezama kwenye mambo ya duniani, vichekesho vinatawala, vinaongoza maisha yako. Unatamani sasa ubadilike, upokee nguvu, uweze kuwa imara katika Kristo Yesu, uwe na nguvu baada ya makambi haya. Kwa kweli utumie fursa zote za kutumia karama zako na talanta zako kwa ajili ya watu kuweza kuokolewa kupitia Ukristo wako. Kama kuna mtu wa namna hiyo, apige hatua kuja mbele. Piga hatua kuja mbele. Kama kuna mtu wa namna hiyo, piga hatua kuja mbele. Piga hatua kuja mbele. Huu ni wakati wa kuomba kupokea tunda la Roho. Ni wakati wa kuomba kupokea tunda la Roho. Kumbe tunda la Roho, tabia ya Roho, ndiye msingi wa mimi kuupata uzima milele. Karama za Roho zitaisha duniani, lakini tunda la Roho litadumu milele zote. Sio wakati tena kuangalia mipira siku ya Sabato. Sio wakati wa kuangalia tamthilia masaa matakatifu ya Sabato. Kwanza ni za kuacha kabisa. Ni kumwomba Mungu neema yake tuache kabisa. Kuacha umeshindwa, lakini ndio hata unaangalia mpaka Sabato. Yaani hauna hofu ya Mungu tena. Hofu ya Mungu imepotea kabisa leo hii. Unaona kawaida tu. Ibilisi anashangilia kwamba amekupata. Leo ni siku kumwambia ninatoka, maana nimesikia sauti ambayo Kristo Yesu wangu ameniita. Bwana asifiwe. Kwaya zilizoko hapa, pangeni events za mahubiri hata kama ni ya nyumba kwa nyumba. Mnajipanga tu kwamba tuna effort, tutakuwa tunaenda upande huu, mnapangana idadi, mnaingia nyumba kwa nyumba. Kwaya za namna hiyo zitaimarishwa na kujazwa Roho Mtakatifu. Ibilisi anaonea wivu sana na anatamani awatumie. Msipokubali Mungu awatumie, Ibilisi atawatumia. Uponyaji wenu ni kukubali Mungu awatumie, ili Ibilisi akose nafasi ya kuwatumia. Basi na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya somo la leo na vipindi mbalimbali katika makambi, kuanzia cha kwanza mpaka cha mwisho. Jina lako litukuzwe. Tunaomba msamaha wa dhambi, makosa na maovu yetu, kwa sababu tumegundua ya kwamba tumekukosea na kutanga mbali nawe, kwa kuwa tumekuwa ni wavivu kwenye kuitenda na kuifanya kazi yako. Wengine hata hatujisumbui kujua karama na talanta tulizo nazo, lakini tumejisumbua kujua uwezo tulio nao duniani wa hesabu na formula zake, sayansi na formula zake, biashara na formula zake. Tumejisumbua mpaka tukajua uwezo wetu, tunafanya vizuri, tuna sifa njema huko ya kwamba sisi ni majembe katika kilimo na biashara, lakini hatuna sifa nzuri ya kwamba sisi ni majembe katika shamba lako na kazi yako. Tunaomba utusamee Baba.
Ninaomba utupatie wote Roho Mtakatifu sasa, ili Roho Mtakatifu atuongoze kuishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi. Dhambi ife na kutoweka kabisa maishani mwetu. Ninaomba utupatie Roho wako Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, ili Roho wako Mtakatifu atupatie tabia yako. Lile tunda la Roho, tabia yako Kristo Yesu, lidhihirishe maishani mwetu kupitia Roho Mtakatifu, na tukaishi tukiwa ni mahubiri yanayoongea na kutembea ulimwenguni mote. Tufanye kuwa chumvi ya dunia. Tufanye kuwa manukato yako Kristo. Tufanye kuwa nuru kwa ulimwengu, ili kupitia sisi na tabia yako iliyo ndani yetu, wengi waseme hakika wanakuona wewe na wanabarikiwa na uwepo wetu. Tunaomba tupatie Roho Mtakatifu, yeye atoae karama, ili zile zilizokufa akazifufue, turudi shambani mwako tena. Zilizolala akaziamshe, turudi shambani mwako tena. Zilizofifia akazichochee, turudi shambani mwako tena. Tupatie Roho Mtakatifu ili tukaongoze kuzijua karama na talanta ulizowekeza kwetu, na ili kwa namna ya pekee Mungu wa mbinguni tukaweze kuzitumia kuitenda na kuifanya kazi yako. Kuna mambo yametushinda hapa. Kuna waraibu wa uvunjaji wa amri ya 7, waraibu wa ngono. Hapa kuna waraibu wa pombe, kuna waraibu wa sigara. Hapa Mungu wa mbinguni kuna waraibu wa vichekesho vya mitandaoni. Kuna waraibu wa tamthilia, kuna waraibu wa mipira, kuna waraibu wa mitandao ya kijamii, kuna waraibu wa dhambi mbalimbali. Ninaomba Baba wa mbinguni utupokee na utuchomoe katika uraibu wetu, tukakae miguuni pako. Tuondolee hamu ya mambo ya kidunia, tufanye kuyachukia na kuyakataa hayo mambo yote, yasichukue nafasi yetu na muda wetu, na hatimaye tukaangukia katika dhambi. Kuna waraibu wa miziki ya kidunia imejaa katika simu zao. Baba tusaidie sana, ili tukaache hayo yote na hatimaye tukajaze neno lako mioyoni mwetu na tukaishi sawasawa na mapenzi yako. Asante maana umetenda. Kuna jeshi linaenda kwa ubatizo. Ninaomba ulibatize kwa Roho Mtakatifu kuanzia sasa. Libatize kwa Roho Mtakatifu, ujipatie watumishi waaminifu, wanawake kwa wanaume ndani ya jeshi hilo, na jina lako litukuzwe sana. Asante maana umesikia. Asante maana umetenda. Neema yako yatosha, mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Yesu, amen. Mungu na awabariki sana, awaangazie nuru ya uso wake, awalinde na kuwapatia amani na kuondoa hofu yote maishani mwenu. Hivi ndivyo tunavyozidi kubarikiwa katika mikutano hii maalum kabisa, ambayo ni makambi ya Chalinze ya mwaka 2026. Nipende kuwashukuru wote ambao walikuwa pamoja nasi tangia tulivyoanza vipindi vyetu mchana huu wa leo. Ni washukuru watu wa media, lakini tusisahau kupita kule kwenye kushare na comment kupitia Kazoba TV ambao walikuwa wanaturusha live katika mahubiri ya mchana huu wa leo. Mungu azidi kuwabariki sana, na tutakutana jioni katika vipindi vya uimbaji. Mungu azidi kuwa pamoja nanyi.